Okay, Bwana Yesu asifiwe sana. I thank God because of this opportunity yenye nimeambiwa nijiongee. Kuna wakati mwingi sana, I remember back to 2015, 2016, huko 2017, I was crying, nikiuliza Mungu, kwani hakuna mtu hata mmoja anaweza jitokeza akuje tu nimwambie what I'm going through, because those are the days yenye nilikuwa na mambo mazito. I thank God because mimi naitwa Virginia Wangari. Nimezaliwa kwa familia ya watoto wanne. I'm the second born. Tuko wasichana watatu na kijana mmoja. My mother was a single mother. Kwa hivyo nimelelewa na mama na shosho yangu. My mother alikuwa anafanya na youth service. And I thank God sababu hapo ndio alinisomesha up to form 4. And I thank God because my life nilikuwa napenda Mungu. Even wakati nilikuwa mtoto kama huyu. I thank God that aliweka mbegu ya Mungu ndani yangu. So you can imagine a child mwenye analelewa na shosho yake. And nikitaka kuenda kwenye naenda hawezi niuliza. But Mungu akaweka mbegu ndani yangu. Nikadesire kukuwa sister. So mimi nililelewa nikiwa Catholic, nikawa nikitamani kukua sister up to form 2. Nikifika form 2 hapo ndio niliokoka na nikaona sasa nitaoleka. But I remember there is one thing, ni kama kulikuwa na mbegu ya kimungu ndani yangu. Wakati nilijua nimeokoka, nilijua sasa lazima nitaoleka. I remember kwa ile school nilikuwa nasomea, niligojea kila mtu alale na nikatoka hapo nje. So I cried to God na nikamwambia sasa sababu nimeokoka sitakuwa sister, sasa nitaoleka. And nikasikia kama niko na wivu mwingi sana ndani yangu. Nikaambia Mungu that the husband mwenye utanipatia ningeomba unipatie mtumishi wa Mungu, na sio tu mtumishi, mtu mwenye atakuogopa, sababu nilikuwa nimepatana na watumishi wengi, lakini nilikuwa naona hata kama ni watumishi bado wanakatia watu. Nilikuwa nikijua hivyo nitasikia vibaya. Then kuna mambo yengine niliomba hiyo siku nakumbukaga vizuri, that nikaomba Mungu. Nikamwambia by that time wenye walikuwaga na nyumba za mawe ni madaktari, walimu, na nilitamani sana. Kwa hivyo nikamwambia na nikioleka utupatie nyumba ya mawe. Na utupatie gari. Then I prayed for the kids. Sikusema mtoto. I remember I said na unipatie watoto. Na hiyo ika happen. That wakati nilitaka kuoleka, nilioleka na bishop. Hiyo ikatimika. Then nikaoleka kwa plot, but with the time Mungu akanipatia nyumba ya kiufalme ya mawe. Not ile tu nilisema, but ya gorofa. Then kukakuwa na gari na nikapata watoto wengi. But ile kitu nilihofia sana. That is what hiyo ndio ilinipata kwa maisha yangu. Because wakati nimeoleka, my best friend mwenye alikuwa mdogo wa pastor yule, walikuwa wanahubiri na mzee wangu, ndio alirudi kwa ndoa yangu. Hiyo kitu iliniuma the way nilisikia, because sikujua kama yeye ndiye ananikula. But kulifika mahali mzee akaanza kubadilika sana. Mzee akaanza kunichapa to an extent ya kusema sasa Mungu ameanza kunena. By that time nilikuwa kwa Wakorino. Kwa hivyo pale kwa Wakorino kulikuwa na prophets na kuna kuaga. Kaanza kusema Mungu amenikataa, na Mungu amesema nisipikie hawa watoto, nisimpikie. Then ndio walinitega, wakaniteganisha na watoto, na wakanifungia kwa room, sababu tulikuwa tumejenga nyumba mzuri. Na huko kwa hiyo room hakuna mtoto ningeongea na yeye ama anybody, sababu maybe yeye akiingia ndio alikuwa anafanya sarakazi zake baya. That is where nilipata joy. Nikiwa mshiaire, sababu Jo akiwa na miezi 2, nilikuwa na mimba ya miezi 4. I thank God hata kama kulikuwa na shida, kukula pale ilikuwa shida, that hawa watoto wote walikuwa wameitwa kama hii meeting tuko, na wanaambiwa wasiwahi niongelesha,
wanaambiwa hata wakikosea, wanaambiwa mimi sifai kuwachapa. So wanaambiwa anytime from now huyu Mungu amesema anaua. Kwa hivyo hata ona generation hiyo ingine, sababu ni mtu amekataliwa. It was so painful hiyo mambo. Nikiongea hapo juu, hata nikiongea hawa watoto wakiwa hapa, ni mambo yenye wanajua. That was ile ilikuwa inaambiwa that. Kwa hivyo watoto ni kama it was a preparation ya watoto kujua anytime from now. Anasema hata ungekufa last week, kuna maono ilikuwa imeonekana umeaguka huku kwa stairs kama umekufa. Watu walikuwa wakiuliza huyu ameuliwa na nini, hatukusikia kugojeka kwake. So the kid walikuwa wameprepiwa vizuri sana that anytime wanaweza nikosa. Na huko wanaambiwa waondoe kisu ama nini, sababu hata kichwa yangu imeruka. Kwa hivyo hapo ndio waliambiwa wanifugie kwa room, na ndio watoto hata hakuna mtu agenikaribia. Hata mwenye ananiletea chakula ananiletea na uoga, sababu ni kama kunirushia. Kwa hivyo for that room nilikaa hiyo miezi yote 3. And I thank God for the mother-in-law. Sababu wakati I think mzee alishindwa hata tukiachana na yeye, na tujawahi ita wazazi kikao, itajulikana ni kwa nini. Kwa hivyo wakati aliita mother-in-law, akakuja akamwelezea, sasa nishakuwa mchawi, kuna watu natembea na wao wamenifugia sababu nataka kuua watoto, kuwapea poison. Then mother-in-law aliongozwa tu na roho ya Mungu. Sababu wakati alikuja akanipata mahali nilikuwa nafugiwa kwa study room, alinipata nikiwa nimekaa chini. I remember wakati niliona mother-in-law na nikaona huyo sasa baba ya watoto, niliogopa sana, sababu singejua sasa watanifanyia nini na vile ananifanyaga mambo mabaya. But I thank God mother-in-law alikuwa amejawa na wema. Kwa hivyo wakati aliingia aliniita na akanihug. And then from there akaniuliza, hapa ndio mama nani unakaaga? Kwa hivyo nikajua alikuwa ameambiwa kuna mahali nimefugiwa, na nikamwambia ndio mama mother-in-law. Wakitoka aliangalia nyuma tu akanifanyia hivyo, nikajua sasa mama mother-in-law ashanipenda, yuko hapo. Kwa hivyo story yangu inakuaga ubaya, inakuaga imejiandika kama nini, na kubukaga every incidents what happened. But allow me to angalia hapa na pale kidogo. Sababu that is when wakati mother-in-law alikuja, hiyo ndio wakati tena nilitolewa huko. But I remember the last words tuliongea na mother-in-law. Nilienda nikamjulisha what is happening, na nikamjulisha that nimesikia nitatolewa kwa hiyo nyumba, nitaletwa hapa kwa mama yangu. Na nikamwambia by that time ndio nilimwambia niko na mimba ya miezi 2. And I thank God for the mother-in-law aliniambia nisitoe huyo mtoto, and anaweza nisaidia. Akaniambia hata sijui ulikuwa unafanya nini huko, sababu alikuwa amesikiza huyo kijana yake na akasikia all the things zenye alikuwa ameongea, akaona walikuwa na maono mabaya kunihusu. Lakini by that time hatukujua that the best friend ndiye alikuwa ananikulia chini, sababu hata wakati alikuwa anakuja kuangalia watoto, sababu jukumu walipewa na bwana yake kwa nyumba. Kwa hivyo walikuwa wanakuja kuangalia watoto, wanakuja kuchapa watoto wakikojoa kwa kitanda. Nilikuwa nasikia tu watoto wanachapwa huko na kutuziwa huko, lakini sikuwa na uwezo wa kuongea. But wakati mother-in-law alienda, mother-in-law ndiye aliniokolea. Sababu walikuwa wamebrainwash even my own mother. Sababu nililetwa hapa kwa mama yangu. Hapa tukiwa hapa from here na pale watoto wangu tulikuwa, it's about 200 meters up to here. And nikaletwa hapa. This is where my mom na yeye niletwa hapa saa 11 asubuhi. Mama yangu na yeye akanifugia kwa hii nyumba. And I remember that nililetwa Friday. Mama yangu akakaa Saturday. On Monday mama yangu akaenda soko. Hapo ndio alinifugia hapa, and that was my beginning of changing my life. Sababu wakati mama yangu alinifugia, naye mother-in-law akienda ndiye alienda kutumana kule. Akasema akatumana na huko kwetu, akasema nitafutwe kwenye niko sababu things are not good. Akasema alikuwa huko na vile amesikia. So my brother wakaja huku, naye mama yangu ameenda, ndio wakakuta nimefugiwa kwa hii nyumba.
I remember that day I prayed, sababu nilikuwa nimekatazwa kuomba hata kule, nilikuwa nimekatazwa, but wakati nilifungiwa kwa hii nyumba niliona kama sasa maisha yangu, nilianza kufunguka, nikaona kama maisha yangu iko hatarini. I don't know mama yangu alikuwa ameenda kufanya nini, and I guess so many things, but I thank God that today I'm alive, that nilitolewa hii nyumba na chief, and tukaanza safari hapo ya makesi. That is where nilienda, sasa nikaigia kwa serikali kila mahali, and sikupata haki ya watoto wangu. Hakuna mtu mwenye hata mmoja nilipata wa kunisikiza. So anytime ningeombea about of kako katoto kalikuwa na 6 months by then, nikiambiwa enda ukuje, nikienda kesho, sijui alikuwa naenda anawaambia nini, naambiwa nirudi, watoto wako sawa. So nilienda mahali kwingi sana, and sikupata haki ya watoto. Even to ile video mlikuwa mnaona pale, nilikuwa tu bado nimerudia huyo mtoto, and najua nilipata mambo mabaya. Hata hivyo nilisukumwa nikaaguka vibaya, and by that time nilikuwa na mimba ya Joy, and I remember I breathed, but I thank God that hata kama nilienda nikachukua P3 na everything, nothing happened, but Mungu akanisaidia, nikajifungua vizuri na mambo yangu ikakawa mazuri. So nilienda safari ile, unasemanga safari ndefu yenye hauna mtu wa kukushika mkono. So many time nimeingia kwa children office hapa Thika, nikaenda Kawangware kule kwa Vida, and every time nikaenda mpaka kwa CID kule Nairobi, sababu nilikuwa natafuta tu mahali nitasaidikia, but every time kwa hizo ofisi nilikuwa narudi na machozi. But I thank God that today niko hapa nikiwa na watoto wangu. Even it is last night wakati walikuwa nanifungulia, nikaona kama nimefunguliwa macho ingine, nikasema by the way God, nilikuwa nalilia hawa watoto, but today wako kwa hii nyumba. So karibia microphone. Nashukuru Mungu, because life ilikuwa baya up to time yenye niliambiwa that mtu mmoja akanipigia akaniambia, Virginia, umefukuzwa kwa ndoa yako. Ule mama alikuwa anakuja huko kwako, ule mlikuwa mnakaa na watoto wake, ndio tumesikia naoleka huko, ule wa bwana fulani. So I remember by that time nilienda kwa DC, and I thank God because of the DC Thika, sababu alinisikiza. Nilienda nikamwambia about nikamwambia mimi ndio mama wa hao watoto 12, and I remember by that time walikuwa wamehangi mpaka huko, wakahanga wanataka kufanya harusi waifanyie huko kwa serikali. Na wao mimi huyo mama ndio nilikuwa nimekatisha keki kwa harusi yake. Hata mimi ndio nilikuwa nimebeba shodo with my own mother, tukapeleka shodo huko kumurashiria kule Nyandarua. So nikawaambia all those things, na wakasimamisha hiyo harusi, but wakashika my own mother again, and the same mother wakarudi na shodo ingine huko sasa na bwana yangu. I remember waliweka mpaka pati kubwa sana, so that ndio mama yangu akuja aseme siwezi jua kuangalia bwana, hata siwezi jua kuangalia watoto, na watoto ndio wasimamishwe mbele ya watu waseme that mimi sio mama mzuri, sijui kuwalea, but wamepata mama mwenye anaweza walea vizuri. So it was so tough, but I thank God that today, hata kama niliingia kwenye kote niliingia nikakosa usaidizi, I thank God because when God ako side yangu, today I'm celebrating. Today so many people international, they are embracing me. Mimi nimekaa maisha, nasemanga every time that maisha yangu hata kama kwenye nilikuwa nimeoleka, there is no any one day that niliambiwa vile mtu anaambiwa I love you, that they yani uone mtu ame appreciate what you are doing, ama venye unalea hawa watoto, ama mtu aingie tu kwa nyumba aone sasa amepata mtu. But I thank God today that I have so many people wenye wanatokaga mpaka diaspora. Anytime nimeingia kwa Virginia Wangari TV,
anytime na wamiti huko nje mnaniambiaga Mom Virginia we love you so much, mpaka nikaona by the way kube Mungu anakuaga na njia mingi. Kwa hivyo I thank God because of my life, and I thank God because of what you doing in my life na watoto. I know so many time hata wakati kama mzee aliletwa kwa TV alisema huyu mama ajui kujipanga, na akasema that was one of my failure, kutojua kujipanga ndio nikazaa watoto wengi. But I thank God because let me tell you, inakuaga shida kama mwenye mmezaa na yeye akuongeleshage hata kwa nyumba mambo mabaya kuhusu watoto. Ukitoka nje tena watu wenye wanakuona wanakubeba vibaya na wanaona ujui kujipanga, maisha inakuwa tough. But I thank God today that you people, you are celebrating my kid. Even naona hata afadhali hata ningekuwa na wengi, because you are embracing them, unawafurahia, wanakula vizuri, mnawajengea nyumba nzuri. Kwa hivyo mimi kifyangu nasikia tu I'm so happy because of what you've done, especially kuni appreciate. I have never been appreciated by somebody. I have never been kukua na mtu mwenye nigekaa chini anisikize vizuri, aone by the way amebeba mzigo wangu kama vile mumebeba mzigo wangu. I have never been with a coin that hiyo maisha yangu, sababu mimi nilioleka immediately nimemaliza shule. Hata before mtihani itoke nilikuwa nimeoleka, and up to 2021 ndio nimepata coin ikawa kwa mfuko yangu. That I remember even the time nilitoka kwa hii nyumba, nilifika Nairobi, my cousin akanipatia 1,000. And then I was like, hii pesa yote nitatumia namna gani? So I thank God that nimekaa maisha ya ile tunasemaga maisha ya giza, that even right now ndio hata unaona unajifundisha mambo ya bank, ya kuweka pesa, ya kuenda so many things, sababu nilienda nikakaa mahali nikakaa tu kama sijui kama nitasema namna gani. But I thank God that today kuna mambo mingi sana nimejua, hata nyinyi mumenifanya nikuwe mama mwenye anaona kweli, ni mama mwerefu, na ndio all the time nasemaga ni Virginia mtumia moge, sababu nimeona all what God have done in my life. Kwa hivyo I'm so happy, and especially hivyo watoto walikosa kupendwa na baba yao, ili niweka wivu ingine, that anytime naona mtu amependa mtoto wangu nasikiaga nimempenda sana. Anytime naona mtoto akifanywa madharau nasikiaga kama ni kidoda inanifinya sana, sababu hao watoto wamepitia safari refu